organizations bado zinaundwa kwa misingi ya kikabila, ethnic mobilization. Wanasema tumesema kuna utofauti mkubwa sana dhidi ya uongozi na siasa. They are very different things, but they tend to at least align themselves. Hii Kenya mahala wazazi wetu tumewakuta, ili uweze kuongoza hii nchi ilikuwa lazima uweze kuwa kutoka kabila fulani na uweze kumobilize. Kwa Kikuyu tunasema haka ni ketu, haka ni gaitu. Nyumba. Kwa Kijaluo pia kuna venye wanasema, I never got that in law, but pia wao wanamaanisha huyu ni wetu. Ukambali wanasema huyu ni wa hapa. Ukienda Coast wanasema huyu tunajua wazazi wake. Therefore in all the regions of Kenya there was how they identified that this is the rightful leader. Katika riwaya niliweza kusoma nikiwa high school ilikuwa sijui inaitwa Tumbo Liseoshiba. Kuna jamaa fulani hapo alikuwa na shida sana, sikumbuki haswa majina kamili, lakini alikuwa na shida sana. Akasema sasa mimi ili niomoke niko na shortcut ya kuwa bilionea. Kwanza kwa kuwa mimi ni mtu mwenye shida sana, hawa watu watanihurumia, na wakinihurumia watanipea power. Wakinipea power mimi nitaenda nianze kuuza madawa za kulevya. Na huyo jamaa kaenda hivyo na akapata kiti cha umea, sijui uwakilishi wa nini, na akakuwa kiongozi. That is the problem I tend to see in our country today. The people do not elect a person because of what he or she may offer. Mheshimiwa Saimo hapa na Mheshimiwa Peter wanaweza kuwa na maono mema sana katika huu mji wetu wa Laikipia na hata waheshimiwa wengine, lakini instead of listening to their agendas and listening to what they are going to deliver for us, unakuta tumeshatekwa katika ulingo wa ukabila, tumeshatekwa katika ulingo wa vyama, tumeshatekwa katika ulingo wa huyu ni wetu. And that is where the problem of our country is, and that is where we tend to lose the beam.